Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, seneta wa kiti maalum Isaac Mwaura amepata nafuu kisiasa baada ya mahakama kusitisha kwa muda kufurushwa kwake chamani Jubilee, hatua ambayo ingemsababisha kupoteza nafasi yake ya useneta. Chama cha Jubilee kiliafikia kumtimua pamoja na maseneta wengine 5 wa viti maalum kwa tuhuma za ukosefu wa nidhamu chamani. Anavyoarifu mwanahabari wetu Jeff Kirui, wakuu katika chama hicho hata hivyo wanasema atang'olewa tu chamani, tayari wakiwa na mwanachama mbadala wa kuchukua nafasi yake bungeni kuwakilisha watu ambao wanaishi na ulemavu. Hatma ya seneta wa kiti maalum Isaac Mwaura inaning'inia baada ya msajili wa vyama vya siasa kuidhinisha ombi la chama cha Jubilee kumfurusha chamani. Hata hivyo, Mwaura alielekea mahakamani kusitisha kutekelezwa kwa agizo hilo, ingawa wadau wa chama cha Jubilee wanamshauri kuwa hatma yake tayari imeamuliwa na kinara wa chama Rais Uhuru Kenyatta tu ndiye huenda akamhurumia na kumnusuru kupoteza nafasi yake bungeni. This was a very strong national party that has been reduced to a disciplinary party. The only activities surrounding Jubilee today are just disciplinary matters. Tayari chama cha Jubilee kinampendekeza Joyce Amason kutoka kaunti ya West Pokot kuchukua nafasi yake kama mwakilishi seneti wa watu wanaoishi na ulemavu. Isaac Mwaura ni mmoja kati ya maseneta 6 wa viti maalum waliofurushwa kutoka chama cha Jubilee, haswa kwa tuhuma za kutokuwa na uaminifu na chama, hasa kujihusisha na naibu rais William Ruto. Wengine ni Millicent Omanga, Victor Prengei, Falhada Deko Iman, Naomi Jilo Wako na Mary Seneta Yane, ambao hatma yao wataijua tarehe 12 mwezi ujao. Hata hivyo, wandani wa Jubilee wanakumbana na kizungumkuti kuhusu watakaochukua nafasi zao, ikizingatiwa kuwa baadhi ya walioorodheshwa kwenye sajili katika tume huru ya uchaguzi IEBC ni wandani wa naibu rais William Ruto, akiwemo Veronica Maina ambaye hivi sasa ni katibu mkuu wa chama cha UDA kinachohusishwa na naibu rais Ruto. Wanatishwa, wewe utapelekwa kotini, wewe utapelekwa KRA, wewe utapelekwa EACC, wewe utateremshwa mamlaka hiyo, utafukuzwa kwa ofisi hii, utafanyiwa hii. Na sio kwa sababu wako na makosa, sio kwa sababu wameshindwa kutekeleza majukumu zao, eti kwa sababu wao ni marafiki wa naibu wa rais wa Kenya. Wandani wa naibu rais Ruto wamebanduliwa kutoka nafasi za uongozi chamani na pia bungeni, wakiwemo seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen kama kinara wa walio wengi katika bunge la seneti, Susan Kihika kama kiranja wa walio wengi, na seneta wa Tharaka Nithi Profesa Kithure Kindiki kama naibu spika wa bunge la seneti. Upande wa bunge la taifa, Aden Duale alibanduliwa kama kiongozi wa walio wengi na Ben Washali kama kiranja. Na hivi sasa miale yamemlenga naibu rais ambaye amepangiwa kung'atuliwa kama naibu kinara wa chama cha Jubilee. What they should do is stop these shenanigans and be bold enough and bring an impeachment motion against the Deputy President of the Republic of Kenya. Then we fight it out in Parliament. Then this can sort out all these issues. You know, but they are hesitant. They just want this, things that have no effect, you know, politically. Jeff Kirui, KTN News. Na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limemthibitisha Dr. Philip Mpango kuwa makamu wa rais mteule wa Tanzania kuchukua nafasi